Ndugu wasikilizaji na watazamaji wa radio television Ngyoku Officiel, mahali popote mlipo, tunawasalimu na tunasema asante. Leo tariki 26 ya mwezi wa 7 mwaka 2026, rambirambi kabisa tunaenda kualika ndugu ambaye ametoka milimani, amefika leo asubuhi ili tupate kumhoji yeye ni nani na anatuletea habari gani. Yenyewe ninaotaka ni kwamba kabla hujasikiliza kipindi hiki, ningekuomba upate kuomba sana juu ya nchi yetu na zaidi kuombea wazalendo. Jambo ndugu. Jambo. Wakongomani wangepata wakusikie wewe ni nani, unaweza kusema majina yako na unafanya kazi gani? Kwa majina, mimi naitwa ndugu Mtenzwa vya Mungu Maurice Santos. Mimi ni msemaji wa coalition ambayo yasimamiwa naye Jemedari Milenge Shibonane Zelambom, yaitwa FCRN, ni Force Coalisée pour la Résistance Nationale. Na tunaona ulifika leo asubuhi alfajiri kabisa, na tuliona ulikuwa ukivalia mavazi ya kijeshi, ulikuwa haujakoga, tukasema utulie ili tupate kukuoji. Habari gani unatuletea kwa vita vya kipupu ambao tunasikia raia wote amekimbia na hakuna nafasi ambapo hakuna miji ambayo inakuwa na waraia? Unaweza kutupasha habari gani? Mimi nina habari ndefu zaidi kabisa ambayo ndaambia wakongomani wote na maeneo zingine watusikilize, kwa sababu sisi tunaingiliwa naye adui ambaye anajulikana AFS M23 na aliye wake Tiraneo na Redi Tabara. Yule adui anavamia vijiji vyetu hapa DRC, na nitaongea kwa ufupi, plus particulierement hapa kwetu Sud Kivu, kuanzia Minembwe, yaonyesha wazi Kipupu, Bukunji, Mikenge, Pwenzero na maeneo za Kiseke. Na kwa hiyo sisi tuna huzuni sana, na ni mojawapo ya mimi kutoka kwenye maeneo ambapo tunaendelea kukadiria na yule bwana na kuja wasili kwenye Radio Ngyoku ili nipashe watu habari ya vitu ambavyo vinavyopitika kwenye vijiji vyetu. Nitafunguka. Mnamo tariki 9 za mwezi wa 7 mwaka wa 2026, adui alikuja akavamia mji wetu wa Kipupu. Baada ya kuvamia, alipigwa na wale wa vijana mnaowajua kama vile sisi wazalendo, tuliwachapa kabisa, na mpaka wa sasa wana akili nyingine, wanaona hii mji sio mji wa kuvamiwa. Mnamo tariki ya kufuatilia ya 13 mwezi wa 7 vile vile mida ya saa 3 wakaja kwa mara nyingine, wakaingia tena kwa ile mji ya Kipupu, wakapimana na sisi, tukawabeba tena kwa mara nyingine, tukawatosha kabisa na kuwapeleka mbali, kwa sababu sisi ni wanamji na hatutakubali udongo wetu uende nafasi. Na kwa hiyo niko wazi, walituingilia tena katika mji kijiji chetu cha Alole mida ya saa 7 usiku, wakafanya maafa, wakaua watu 4. Ilikuwa tariki 22 za mwezi huu wa 7 mwaka 2026. Hawakuchoka, wakaja tena na drone, wakaja piga mji wetu wa Kipupu mutariki 23 mwezi ule wa 7 mwaka 2026. Ilikuwa siku ya 4. Unasikia ndugu journalist? Ndio. Vile vile wakuchoka, wakaona tunaendelea kuwakadiria tu, wakaja tena siku ya 5 wakapiga hadi kijiji chetu cha Kiseke. Lakini nguvu walizo nazo FARDC pamoja na wazalendo wanaendelea kukataa, hawakubali udongo uende nafasi, hawakubali, wanakatala katu. Naye Jemedari Milenge Shibonane Zelambom Safari, kama vile kiongozi anayesimamia wazalendo kwenye kijiji kile kwa kuongoza operation, asema wazi yeye hatakubali mji wa DRC na plus particulièrement Sud Kivu, kuanzia Minembwe, Pwenzero, Mikenge, Bukunji, Makiaina na kuendelea Kipupu hadi Kiseke, akitoenda nafasi. Niliwahi kusikia kwamba Makiaina nako waliua watu. Ile kabisa ni kweli ndugu
ndugu journalist, waliua watu, lakini idadi ya watu hatukuipata kwa sababu wangali waliua watu nyuma na wanaisimamia fasi ambao wanaita Bukunji, ila kwa sasa sisi tuko Kipupu tayari, tulishaingia Kipupu CE na Kipupu tayari kabisa, tumewatimua kwenye maeneo. Ndugu journalist, ongera sana wazalendo ambao wa Mheshimiwa Zela Mbuma wameondoka na kutosha huyo adui Kipupu Iseke. Na kwa sasa hivi mnasimamia wapi? Sisi kwa sasa kabisa, ndugu journaliste, tunasimamia maeneo ya Kipupu na vile vile tunaendelea tu, wa vijana wanaendelea kufanya rondo, ndio term ambayo tunatumikisha kwenye maeneo wanaoita Lwemba Filo 14, na vifo na majeraha ngapo ya adui ni vingi kabisa. Wafikishie ile message, ni vingi ile kabisa, nasema wazi ni vingi ile kabisa, ni vingi kabisa. Lakini jemedari aomba wazi kwa wakuu viongozi wa FARDC pamoja na wazalendo, yani naonyesha directement coordination provinciale ya VDP waongeze nguvu. Najua wameelewa nguvu, waongeze hapo. Itombwe munaongozwa na jemadari Amuri William ya Kutumba au kuko mwingine jemedari ambaye anasimamia vikosi vile ku coordination provinciale? Ni General William Amuri ya Kutumba ambaye anamkabisi mamlaka yeye yule atajwa mara kwa mara kwenye milima mirefu, General Milenge Shibo na Zela Mbuma Safari, kama vile operation kwenye maeneo ya Axe Itombwe Mwenga. Wandugu wasikilizaji wa radio television Ngyoku, kwa macho yangu mimi mwenyewe Hamisi Mwanuke niliona namna gani Mheshimiwa Amuri William ya Kutumba iko na kabidhi madaraka Mheshimiwa jemadari Zela Mbuma. Ni kusema Itombwe anayeongoza huko ni jemadari Amuri William ya Kutumba, na ile eneo yote si mwingine ni jemadari Zela Mbuma. Kwa hiyo niliona wanajeshi ambao muliteremka na wao, wazalendo wengine hawana godio, wengine hawana unaweza sema nini? Mimi nitafunguka kiongozi, mimi ni msemaji. Ndugu journaliste, nitakwambia wazi, unajua sisi tunatumika kazi. Cha kwanza nilikuja na wale wa vijana ili nifike nipashe habari mjini kote, watusikie kazi tunayoendelea kuifanya, lakini wa vijana wanateseka sana. Cha kwanza njaa, ulaji hatuna. Cha pili mivalio viatu hakuna, manguo yakoseka. Soda naonekana wakati ana mivalio ya kijeshi, lakini sisi tunatumikisha mivalio ya kiraia na manguo tayari inapasuka. Na najua wewe mwenyewe uliona kwa macho yako bila kwa. Ndio niliona kabisa. Na kingine hali ya maongezi wakati ya kazi, donc hatuna hali ya kuongea, hakuna communication hakuna kabisa, ile nasema wazi, na tunakosa hata vifaa na ndio maana nilisema yeye jemedari atuma message kwa wakuu wa FARDC pamoja na wakuu wa coordination provinciale na plus particulièrement mon général William Amuri ya Kutumba anisikie, afanye nguvu, bangalie namna ya kurenforcer watume wa soda baraforce wa FARDC wafike kule, wengine tukadiria adui na tufike kwenye maeneo husika. Nilisikia kwamba mnajiandaa kwenda kufika tena Minembwe, sijua mpango mumebadilisha au huko? Mpango haujabadilika, sisi pale ni kwetu na tutaacha kwetu kubakia adui. Kwao na mtu ni kwao na mtu, na nyumbani ni nyumbani, sisi tutafika. Ile ni message kabisa, tutawasili bila wasi, ile ni mpango iko. Asante sana, nikisalimu ndugu Atanangwa Moiza ambaye ni rafiki yangu sana. Ni yeye anaongoza vikosi huko kuingia Eseke, kuingia Kipupu. Atanangwa manake huko ni hatari, na tunasalimu wazalendo wote wanaotufuata kwa sasa ya kwamba tuko nanyi bega kwa bega, 5 kwa 5. Kwa ndugu, unaweza aga nini kwa wasikilizaji ambao wako bila tatizo? Mimi niko na simple message. Yule kijana Atanangwa yeye ni operation chargé d'opération G3, anatumika kazi. Atanangwa ni kijana maalum wamsikie na wamuelewe, lakini message ambayo ndatuma kwa watu waendelee kuomba Mungu, waombe Mungu, kijiji chetu kibakie kijiji chetu. Sisi hatuko atumwa, tuko kwetu, kila mtu abakie kumagoti na balete ule ambaye ana kenye ako nacho kinaweza tumika kazi.
asifiche, afike kwenye wakuu viongozi, awaambie wazi ili wapashie watoto watumike kazi kama kawa na kama kawaida, na tukadirie na tufike Minembwe na ile kijiji ibakie kijiji chetu. Tunashukuru sana. Tuliona nusu ya wazalendo ambao ulikuja nao walipokea nusu ya magudio. Unaweza sema nini kwa wamama wa Australia wanaoitwa kwa jina la Tusaidie? Wamama tusaidie, mimi kama vile msemaji wa FCRN, Force Coalisée pour la Resistance Nationale, ambayo yaongozwa naye Jemedari Milenge Shibonanezela Mboma Safari, naendelea kushukuru kazi mlioifanya kwa mida nilipofika. Mimi nilifanya kuwasili, na wakati nilipofikisha habari ambavyo tunavyoishi na tendo ambayo ilipitika kwa kupashia watoto viatu, waligeuka na kuonekana kabisa ni wanajeshi na wanatumikia kabisa milimani. Mungu awazidishie, na kuliko toka hii maviato kuje maviato ingine, kwa sababu kule vijijini tunapokuwa kuna vijana wengi ambao wanaendelea kukosa vile viato. Najua nilisema mengi huku yule, kwa hiyo mtume viato vingine mama. Ile ni ombi ambayo natoa kwenu kama vile msemaji wa FCRN, ni Force Coalisée ya General Milenge Shibonanezela Mboma, na msemaji wake yule ndugu mtendwa wa Mungu Maurice Santos, aendelea kuwashukuru kabisa, na kwa niaba ya General anasema vraiment big up sana, na Mungu awazidishie. Tunashukuru sana wandugu watazamaji wa radio television Ngyoku, bega kwa bega, tano kwa tano. Ni kusema wa vijana wazalendo wanakataa kata ya kwamba nchi yetu haiwezi nyanganywa na hawa Wanyarwanda. Tayari Kipupu, Iseke na hivyo wako wanaendelea. Tunajua kwa siku chache tutapata habari zingine. Tunashukuru si mwingine ya radio television Ngyoku, ndugu wa Misimu. Chao.